Rais, nataka kuita wajumbe kutoka West Pokot, kutoka Elgeyo Marakwet na Baringo. Nikianza na mheshimiwa jirani, mheshimiwa Kamket. Tumpigie makofi mheshimiwa Kamket. Mheshimiwa kutoka Tiati. Na ningeomba waheshimiwa wenzangu kwa heshima ya rais tukue na dakika moja tu, sababu ya heshima ya mheshimiwa rais ndio aweze kuongea na wananchi hawa. Bas, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Ruto, viongozi wenzangu, viongozi wa kanisa, washiriki, tumsifu Yesu Kristu daima na milele. Mimi pia sina maneno, nimekuja kushiriki na watu wa pande hii kwa heshima ya Mheshimiwa Rais. Niliposikia nakuja pande hii. Mheshimiwa Rais, karibu nyumbani Kerio Valley. Karibu sana. Vile unajua mimi ni jirani hapa karibu. Tena jirani wa amani. Tangu tulipochaguliwa mara ya pili, Mheshimiwa Rais, wewe mwenyewe ulitukutanisha na Mheshimiwa Kangogo Bowen hapa. Yeye ni chairman ya kamati ya maji katika bunge la kitaifa na mimi ni loyal member wake. So hata hiyo maneno unasikia MCS wakiongea hapa, ni wewe tu kutoa amri, alafu mimi na Kangogo tunaunganisha mambo ya maji pande hii. Hii maji ya Kerio iaje kuteremka ikienda pale bila kutumika. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, ningependa kuchukua fursa hii ya kipekee kukushukuru kama rais wetu na kama ndugu wetu, kwamba wakati ulitoa amri rais na ukatuma naibu wako, wakati huo alikuwa waziri wa interior Bwana Kindiki, kwamba haya maneno ya kijinga ya vita na kuibiana ikome, ulisema na ikafanyika. Na sasa hivi Mheshimiwa Rais, eneo hili la Kerio hadi upande wa Turkana, with neighboring Baringo North na mimi Baringo South hadi Laikipia hadi Samburu, amani imetanda kila mahali. And I want to thank you, Your Excellency. Ningependa kushukuru maofisa ambao wako pande hii, ambao wameshirikiana pamoja na National Police Reservice ili kudumisha amani pande hii. Mheshimiwa Rais, maofisa vile ulisema, ulitoa amri wasiondoke, wakae pande hii, ni mandugu zetu, waendelee kuleta amani na kujenga pia maneno mingi, mashule na hali mingi ya maendeleo. Jambo la tatu, Mheshimiwa Rais, na Kangogo leo, mimi niko na maneno mingi. Mimi naomba, mimi niko nyumbani, niko na maneno mingi ya kuambia rais juu ya hii watu. Ningeomba uketi chini. Omwa jaji kitabango ingite. Bana arake nya. Anta kamita kao. Nenyi gwangi nanu weri nyimbai. Unajua Mheshimiwa Rais, wakati umekuja nyumbani sisi tunafurahi. Na vile na unaona bado waraia hata hawajafika wote. Wengine walikuwa wanapatia ng'ombe maji kidogo ndio wanaanza kufika. So hata leo tukiendelea mpaka saa 10 hakuna shida. Andane? Yes. So Mheshimiwa Rais, nilikuwa nasema hivi, kwamba wewe umetoa amri ya ukweli, na ya ukweli Mwenyezi Mungu nyobaman mikalia koronete. Sisi tunaishi kwa amani. Now, Your Excellency, ile tunataka saa hii ni hii. Tungeomba, Your Excellency, tuanze kuona ile inaitwa peace dividends. Dividends ya amani. Kwa sababu pia raia wamekutii na wamekupatia kwa heshima.
tungeomba rais utusaidie vile Bishop amesema hapa Kipsoi. You have brought the military hardware. That is okay. The guns have been silent. That is okay. Now tunataka kuona maendeleo. Utusaidie rais. Utusaidie ndugu yetu. Tunashukuru kwamba ulipatia Kipchumba. Unajua sasa hii dunia, I have a feeling, niko na imani kwamba from this Kerio, kutoka hii Kerio ambaye nimekuwa ni Kerio ya vita ya maneno mingi, a star will rise one day. A star will rise from Kerio, that the waters of Kerio that have divided us will finally become the waters of life and the waters of peace, and a star, a bright star, will rise from this Kerio, Your Excellency. Na tumeona. So Your Excellency, tuko na hii barabara ambayo imekwama. Nilikuwa naona huyu pastor kutoka kwangu anaitwa Moru hapa akiomba. Barabara imekwama mahali inaitwa Maron, mahali baba ya huyu pastor alikuwa anashindana na mzungu. Mzungu alikuwa anajenga barabara zamani mpaka ikafika mahali inaitwa Adoket pa Moru. Na baba ya huyu mzungu akichora barabara ya kiweka rangi ya yellow, huyu baba ya huyu anaweka rangi ya white akishindana na mzungu. Anasema wewe unajifanya unajua, hata mimi najua. Sasa barabara imekwama pale. Tungependa rais, hii barabara, hii maembe imejaa dunia hii, ambaye ni economic mainstay ya watu wa Kerio. Tunataka hiyo maembe ifike Nairobi within the shortest time possible. Magari yanatumia from here mpaka Lami inatumia 3 hours. Barabara ingekuwa 30 minutes. Tafadhali tukuamulie leo rais, kwa sababu umekuja. Iunganisha hii barabara mpaka hapa Tot, iende Chesekon mpaka West Pokot mpaka Marich. Ukisema hiyo leo rais, sema tu. Hata kama pesa hakuna, sema tu. Toa amri leo. Ama namna gani? Na hata rais, ukishatoa hiyo, kuna barabara rais ambaye imekwama pale Barwesa. Imetoka Kabarnet pale juu, imefika kwa Maglab Barwesa hapo, alafu sasa ikakwama. Na ile biashara iko pande hii kati ya Wapokot, Watugen, Marakwet, Turkana, ni biashara ya hali ya juu. Hiyo barabara imekwama, Your Excellency. Hiyo barabara ikuje ipitie Kolowa, iteremke mpaka ikutane pale ikielekea West Pokot. Your Excellency, mimi niseme asante kwa kutupatia kijana yetu kama waziri wa interior. Unajua Your Excellency, sisi katika hii Kerio tumewawana mbaya sana. Hakuna, ukiangalia hii watu sahi, kwanza pande yangu hakuna boma Kolowa mpaka Tirioko, hakuna boma yenye hakuna bibi Marakwet. Na unajua tunaoa double, tatu, ine. Sasa hii watu tupche Your Excellency, hii watu wako pamoja. Na hata pande hii, ingawa wanaume ya pande hii kidogo wanaogopa, unajua bei ya msichana upande ya Pokot iko juu kidogo. Ng'ombe iko mingi. Lakini tumeoana, tuko pamoja. Asante kwa kutupatia Kipchumba, Your Excellency. Asante. Si ati Kipchumba ni waziri mpya, lakini ile doka tumepatia yeye ni ile doka ambayo inatusumbua. Sasa yeye, wewe na Kipchumba, sauri mwenye wewe. Ukishindwa sasa ukwende huko. Nganga nyajar mjede kijana chipukizi ambaye hakuna kulala na ni wakili kama Kindiki. Sasa aendeshe huko Kenya, angala joni jaka mata kula nojar atertene mele salwa president kutaji joni atoni mele salwa tane akibor ko kwalo unduka pala mburo weri nyoy joni atoni ten ni aki wanja mara ya pili inga
Andane. Wala ni wanyunganga nyama. Yete. Finally, Your Excellency. Mambo ya stima. Mambo ya stima, Your Excellency, tuko na shida ya mambo ya stima. Na nimefurahi Your Excellency, leo umekuja na waziri ambaye anasimamia mambo ya stima pande hii. Rafiki yangu Opiyo Wandayi. Tafadhali Your Excellency, ambia Opiyo asiondoke hapa leo. Akae alale huku ndio aone vile area hii inakaanga usiku. Because dunia hii ikifika usiku inakaa kama game park. Hakuna live. So utaambia abaki pande alale ndio atembee. Final your last one, the last one Kipchumba. Nani Kakuga. The last one. Mimi ningeomba in the sub-counties that have been gazetted, Your Excellency, as we wait for operationalization, tuma Kipchumba next week, weka mtu acting. Weka DO1 promote kwa acting DC. Weka kila mali acting. Ndio hii dunia itembee, tusingoje. Halafu kuna wakora ambayo wanasumbua serikali. Mimi nimefurahi juzi singefika pale kwa mazishi ya mama ya speaker. Ningependa kupongeza ndugu yangu Kipchumba. Sio Kipchumba, leader of majority. Ichungwa alisema he spoke on our behalf kama sisi wa North Rift. Kuna wakora ambaye wanasumbua serikali, ambao walikuwa kwenye serikali iliyopita. Ambao wanaongozwa na former deputy president na pamoja na mwenye alikuwa RC, sasa sijui ni governor ya wapi. Kama kuna watu, Your Excellency, ambaye waliua watu, ambao walifanya program ya kumaliza watu, na ambao walikuwa naongozwa na huyu Natembea, governor ya pande ile, na ndio kiongozi wao ni former deputy president mwenye alikuwa anapanga kupindua serikali. Sasa hiyo group, wacha niwaambie, we have no time for you. Kenyans have no time for you. Na rais, usiogope. Hiyo watu wakileta ya kisirani, kamata. Kwani iko nini? Watafanya nini? Kenya haiwezi kuendeshwa na ukorofi. Lazima Kenya iendeshwe na ukweli. Sio kwanza kutuambia hati yako, sijui tunafanya namna gani, na wewe unaambia rais nini? Hati sijui kuna abduction. Na wewe ndio uliabduct watu. There are more than 100 people who were killed in Tiaty. Extrajudicial killings that were led by that vampire. That guy was elected on the blood of human beings. Alikuwa anatangaza operation ya bure. How come manana yao haikufaulu? How come sahi amani iko pande hii? How come? It is because the current administration has put in the right measures. The right measures. So, Your Excellency, mimi acha nikwambie, wewe watu waache kiburi. Wewe ni rais wa Kenya uliyechaguliwa kamili. Na hakuna rais nusu-nusu. Kalia hiyo kiti vizuri. Second term utaingia. Second term utaingia rais kama stima. Andolende kwa nani? Lenye nyoni? Na wakicheza rais, unajua mimi natoka kaunti ya 24. Kaunti ya Baringo sisi ndio tunajua mambo ya 24 years. Sisi ndio tunajua kwa manufacture rais akae 24. So wakicheza hata tunasambia wewe rais endelea kidogo. Kwani iko nini? Mungu awabariki, asante sana. Basi unajua nimembea mheshimiwa Kamket nene mheshimiwa rais, sababu akiwa mjumbe jirani hapa, sauti yake akisikika hapa
Mimi nikiwa na Lochakapong pamoja na Mheshimiwa Maklap ambaye nataka nimuite Mheshimiwa Maklap akuje hapa. Akuja aseme kwa niaba ya watu wa Baringo North, sababu hiyo shida, ile shida tuko nayo hapa imefika mpaka huko. Mheshimiwa Rais, tutatuongezea tu dakika kidogo Maklap na Lochakapong, alafu wale waheshimiwa wengine watakuja kusema tu majina